Mpenzi mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Leo tunakuja na Pasaka. Tunafahamu tulio wengi, ukisema Pasaka wanaunganishia sikukuu ya Wayahudi. Wengi wetu tunafahamu hivyo. Pasaka ni sikukuu ya Wayahudi. Sasa leo twende tukaiangalie Pasaka. Msomaji, hebu tuangalie Kutoka 12 mstari wa 4, tuone nasemaje. Na ikiwa watu nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mtazamaji, Pasaka ilikuwa ni mnyama yule anachinjwa, lakini lazima mhakikishe nyinyi mnaomchinja mna uwezo wa kummaliza. Kama hamuwezi kummaliza, lazima mutafute majirani zenu wa karibu, ili muweze kuangalia wingi, kwamba wingi huu uliopo, je, tukimchinja tunammaliza? Kama mnaweza kumaliza, basi mnafanya hivyo, na Pasaka yule ambaye ni yule mnyama mwanakondoo yule anachinjwa, analiwa, anakwisha. Mtazamaji, tunaendelea, tunaiangalia Pasaka. Hebu twende 12:11, hiyo Kutoka. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Ndiyo, kulikuwa na utaratibu wa kumla Pasaka, sio kula tu. Unakula kwa haraka haraka, umefungwa viuno vyenu na fimbo mikononi. Kulikuwa na taratibu, sheria, taratibu na kanuni za kumla Pasaka zilikuwepo. Sasa tunakwenda kuiangalia Pasaka kwa undani, kwamba Pasaka iko namna gani. 12:43 Kutoka hiyo. Hebu tuwe tukaangalia. Bwana akawaambia Musa na Haruni, amri ya Pasaka ni hii: mtu mgeni asimle. Mtu mgeni asimle Pasaka. Yawezekana mgeni wa kabila, yawezekana mgeni wa dhehebu, yawezekana ni mgeni, lakini mtu mgeni asimle Pasaka. Hiyo ni 12:43. Sasa hebu tuende kwenye Ufunuo 13:8. Ufunuo 13:8. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Tangu kuwekwa misingi ya dunia alikuwepo mwanakondoo. Mwanakondoo aliyekuwa akizungumzwa hapa ni mwanakondoo aliyetoka aidha kwenye kundi la mbuzi au kwenye kundi la kondoo wenyewe. Huyu alikuwa anaitwa ni mwanakondoo, ambaye huyu